Matatizo mengi yanatokea siku hizi sisi kutokusoma fiqh kama nilivyosema mwanzo. Watu wanaswali sivyo. Swala ya Ijumaa hapa Sheikh kazungumzia hapa khutba kwa jumla, lakini khutba haipewi haki yake kabisa. Kwanza khutba inakuwa ndefu kuliko swala, wakati ndani ya fiqh imeelezwa katika vitu vyote vya fiqh, madhahibu yote yanasema kwamba swala ya Ijumaa khutba iwe fupi, swala ndio iwe ndefu. Hata basi kwa maulidi pia, kwenye maulidi pia, hata maulidi watu wameyasahau ile kusoma maulidi. Wakana yaksuru alkhutba aljumuiya, katika barzanji hiyo, lakini watu hafuati. Anasema dakika 40 dakika 45 ana khutubu, alafu anasalisha watu kwa inna atainaka. Subhanallah. Leo misikiti mingi Dar es Salaam, misikiti mingi ukiswali siku ya Ijumaa si rahisi kumsikia imamu raka ya kwanza anasoma sabbi isma rabbikal aala, anasoma aya nyingine kuonyesha kwamba yeye kahifadhi aya nyingi sana, kumbe amekhalif. Hapa mimi miaka mingi sijamsikia. Nimemsikia mgeni aliyokuja kule wakati kulikuwa mashindano ya Qur'ani hapa, akajwa imamu wa msikiti wa Maka Madina. Sasa alikuja mmoja hapa katika maimamu huko, alikuwa Maka Madina yule ndio aliswalisha msikiti ule wa mfalme sita huko, mfalme wa sita huko. Yeye akaribishwa siku ya Ijumaa, akasoma raka ya kwanza sabih, raka pili akasoma hal ataka hadith ghashiya. Mambo yamo katika sunna bwana. Basi haya tuseme siku nyingine unawapa dhauku watu, kaacha wapangalao waathirike kwa Qur'ani, lakini sio kila Ijumaa unaacha sunna. Suratul Kahfi haisomwi siku hizo, siku ya Ijumaa haisomwi. Zamani sisi wadogo tunakumbuka kuna vijisahafu dogo rangi nyekundu vinakaa pembeni ili watu wasikose Suratul Kahfi, haisomwi siku hizo. Kwa hiyo mambo mengi sana ambayo kwamba yamo katika sunna yameachwa. Kabla ya magharibi baba msikiti Qiblateni, msikiti Mtoro, sijui na msikiti Manyema, lakini misikiti mingi, na ukileta utakuwa umeleta fitna kubwa sana. Nyingine kama nilivyosema siku ya mwezi wa mfungo 3 kama hivi, takbiri inaletwa, wengine waleta baada ya salati al-maghrib ndio takbir. Madhehebu gani nilisema kwamba mimi Imamu Malik ndio kasema baada dhuhuri. Sasa afadhali ingekuwa mkhalid Imamu Malik, unaacha kabisa takbira mpaka wakati unapotaka wewe. Mwingine mashayikh swalisha hawezi kutofautisha baina tashahudi al-awwal, tahiyatu ya kwanza na ya pili, ni sawa, au pengine anarefusha kule katika kisimamo, anaefupisha katika tashahudi, na pale unaambiwa mahali pa dua mpaka mwisho. Umekuwa katika wakati kama huu munasib, wakati huu ndio wakati wa kuomba dua katika siku tukufu kama hii ya Arafa. Hapewi nafasi mtu kuomba dua, na dua zote zilizomo katika tashahudi dua maathur, na zote zina maslaha kwako wewe. Lakini utamwona mtu haraka, imamu anatoa haraka salamu ndio kishamaliza. Haya mambo yote kutokana na nini? Watu kutokosoma fiqh. Na watu wakiacha fiqh, hatari kubwa sana kupotea sunna. Ndio sababu sisi ya kuanzisha kitengo hichi cha Muntada al-Fiqh al-Islami, ili baadhi wakati tunakaa pamoja kazungumziana, tukahimizana yale mambo yaliyoachwa yasiachwe. Tusimwache sana Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali na sisi. Hatuna sisi wa kuweza kumfuata isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaletwa kwa ajili kufundisha sisi. Sasa leo ikiwa hatufuati mwenendo wake, tutafuata kitu gani? Mwenendo wa nani sasa?